Na msikilizaji anajulikana kama Samba Mapangala na kibao hicho cha nyama choma, kibao ambacho kinatufikisha mida ya saa 7 dakika 47. Msikilizaji, ni ruhusu tu niangazie kuhusiana na changamoto kuhusu kupanga uzazi. Na msikilizaji, mojawapo ni ukosefu wa elimu sahihi. Watu wengi hawana maarifa ya kina kuhusu aina tofauti za njia za kupanga uzazi, madhara na faida zake. So unapata wengine hawatumii because they don't understand ni vipi ama ni faida zipi iko nazo. Na pia upatikanaji mdogo wa huduma katika maeneo ya vijijini au mitaa ya mabanda, vituo vya afya vinaweza kuwa vichache na havina vifaa vya kutosha kwa huduma hizi. Msikilizaji, this happens mostly in some public hospitals. Mkopo na tatizo, wanawake wanaenda pale wanaambiwa hili alipo, unaenda kanunue reje, na wengine kutokana na uwezo wao wa kifedha ambao ni duni, inambidi tu areje nyumbani na ngoje tu kwa sababu ana hela hiyo. Ana imagine hii pesa nitumie kupatia watoto wangu chakula ama niende kwenye chemist nikanunue mbinu fulani ya kupanga uzazi ndipo niende nikawekewe. Kumbuka pia kuna msimamo wa dini au tamaduni. Baadhi ya dini au jamii huamini kuwa kupanga uzazi ni kinyume na mapenzi ya Mungu au ni kinyume na maadili yao ya kitamaduni. Msikilizaji, kuna hofu pia ya madhara ya kiafya. Kuna hofu kuwa njia za kisasa za uzazi husababisha utasa au matatizo ya afya kama saratani na uvimbe, which is false. Msikilizaji, before you use any type of family planning method ama kabla ipitishwe, msikilizaji, lazima ifanywe utafiti maalum. Jinsi ambavyo nimeeleza kuhusiana na Y329, msikilizaji, ambayo ni mbinu mpya kwa wanaume ambayo ni kama pills za wanawake za kupanga uzazi, bado inazidi kufanywa utafiti mpaka ile siku ambayo watakuwa na uhakika kabisa kwa mbinu hii ni salama kwa binadamu, ndipo itaweza kusambazwa kwenye hospitali mbalimbali. So wakati ambapo mtu anakuambia mbinu hizi zitasababisha sijui saratani na uvimbe, msikilizaji, ni uongo. Pia kuna uamuzi kutegemea mwanaume. Katika familia nyingi wanawake hawawezi kuchukua uamuzi wa kutumia njia za uzazi bila ridhaa ya waume zao. This is very true, msikilizaji. Na niposa hapa tunasema kuna ile maamuzi ama support from your partner itasaidia zaidi. Pia kuna unyanyapaa wa kijamii. Msikilizaji, unyanyapaa ni stigma. Unapata wanawake wanaotumia njia za kupanga uzazi huwezi kutengwa ama hutengwa au kusemwa vibaya, hasa wakionekana kama wamepotea. Wewe wakisikia tu wewe unapanga uzazi, wanasema huyu kwa nini hataki kupata watoto, atakipatia mume wake watoto. There are a lot of things, msikilizaji, that comes there. So wewe ni bora tu ufunge masikio and concentrate on your life. Kuna, msikilizaji, swala lingine ambalo ningependa kuangazia kabla niondoke hewani kuhusiana na imani potovu kuhusu kupanga uzazi. Watu husema kuna njia za kupanga uzazi ambazo husababisha utasa wa kudumu. Ukweli, msikilizaji, ni kuwa njia nyingi ni za muda wa uzazi na urudi baada ya kuacha kutumia hizo. Unapata hizi za muda mrefu, msikilizaji, ambazo unatumia once ukiacha kupanga uzazi, ile itarudi tu kwa muda. It takes some little time ndipo iweze kurejea. Na pia, msikilizaji, kuna mpango wa uzazi ni wanasema wakati mwingi mpango wa uzazi ni kwa wanawake walioolewa tu. Hapana. Hata vijana wasiooa au kuolewa wanaweza kutumia elimu ya uzazi wa mpango kuzuia mimba zisizotarajiwa. Hapa ndipo tunasema we prevent a lot of abortions kwa kufanya hivi. Kumbuka, msikilizaji, kipandikizi au sindano huenda hadi kwenye moyo. Wengine husema hivyo. Hizi ni imani potovu kuhusu kupanga uzazi, msikilizaji. Wengine wanasema ati ile implant nenda mpaka kwenye moyo. Itatokaje kwa mkono ifike kwenye moyo, msikilizaji? Hata ukiketi tu ufikirie implant itawezaje toka kwenye mkono iende mpaka kwenye moyo? How does that happen, msikilizaji? So hii ni dhana isiyo sahihi. Vipandikizi ama implant, msikilizaji, huwekwa chini ya ngozi na haviwezi kusafiri mwilini. It cannot just transport, si kama damu inasafiri kote mwilini. So wakati ambapo watu wanakuambia masuala kama haya, msikilizaji, hizi unapata ni imani potovu kuhusu kupanga uzazi. Kondom, wakati mwingine wengine watasema condoms hupasuka kila wakati. Hapana. Kondomu ni salama sana kama zinahifadhiwa au kutumiwa kwa njia ya usahihi. So it will prevent you from getting pregnancy, msikilizaji, au hata kupata magonjwa ya zinaa. This will help you, msikilizaji. Kumbuka pia wengine wanasema kuwa pills za kupanga uzazi hujaza damu mwilini au kusababisha saratani.
Utafiti umeonyesha kuwa msikilizaji, njia nyingi ni salama kwa wanawake wengi na uchunguzwa kabla ya kuruhusiwa kutumika. Nimekuambia lazima wapitie process. Watatumia mbinu mbalimbali, watatumia wanyama, watatumia ili waone the reaction between kabla haijaruhusiwa kwako msikilizaji kuja kwenye mwili wa binadamu yoyote. So wakati ambapo unasikia watu wakizungumza A, B, C, D kuhusiana na mbinu za kupanga uzazi, just go to the hospital, zungumza na mtaalamu wa afya, mweleze mimi nataka kupanga uzazi, mbinu ipi ni bora zaidi. Na iwapo nataka kupata mtoto, niko tayari kupata mtoto kama mwanadada, nastahili kufanya kipi? Then be on the safe side and like kusikiza tu watu alafu kesho hapo unajipata uko na ujauzito ambao hujatarajia. Unaenda kwenda kutoa na unaishia msikilizaji, kuna jambo ambalo linasikitisha sana ambapo wanawake wanafariki wakati ambapo wanajaribu kuavya mimba, wakati ambapo wanajaribu kutoa ujauzito. Mbona ufikie hapo wakati ambapo wewe unaweza ukajikinga kutokana na mimba zisizotarajiwa? Wewe mwenyewe unaweza ukajipanga wakati ambapo uko tayari kupata watoto. So msikilizaji, ni kuzidi tu kukuhimiza ama kukataza ama kukutahadharisha kuhusiana na